Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. Habari ya mchana, mtazamaji wa Sky Cable TV. Karibu sana kwenye kipindi ambacho tunakipenda, kipindi cha Bread of Life, mahali ambapo huwa tunashiriki neno lake Mungu, neno ambalo linafurahisha moyo yetu, linauisha, neno ambalo linaumba. So siku ya leo ninakukaribisha ili tuwe pamoja na wewe kwa sababu ya kipindi hiki ambacho mimi personally nakipenda na najua ninakuambukiza kukipenda hiki kipindi. Karibu sana ili tushirikiane. Ita mwenzako mahali popote ulipo, mshare hii habari njema ili tukaweze kusaidia watu wengi vile inavyowezekana. So mimi ni Pastor Sophia kutoka kanisa la Soul Winning Revival Church upande wa Umoja 3, na ninakupenda sana. Namba yangu ni 0723160063. Namba yangu ni 0723160063. Nimesema nikwambie kwanza na najua itakuwa ya baraka. Siku ya leo nataka tuongelelee siri ya shida. Saa zingine tunapatanga shida katika maisha yetu, na muda mwingine tunapatana na matatizo, tunaanza kunugunika, tunaanza kuona ni kama Mungu ametuchukia, but tunapomalizia utaona vile kuna siri kubwa katika shida, na najua utabarikiwa. Karibisha mwenzako, mwambie mwenzako ya kwamba tunafaa kusikiza neno la Mungu katika siku ya leo, ikiwa Wednesday. Na tutaangalia neno la Mungu katika kitabu cha Mwanzo ni Genesis 15 au Mwanzo 15, mstari wa kwanza tutafikisha 6, na itakuwa ya baraka. Kama una Biblia yako ni vizuri kuliangalia neno la Mungu ili kuprove, kama wana wa Berea walikuwa wakisikiza habari wanaenda wana prove, sababu watu wengi wamekuja na habari nyingi za uongo. So Biblia inasema katika kitabu cha Mwanzo 15:1-6, baada ya mambo hayo neno la Bwana likamjia Abramu katika jozi likinena, usiogope Abramu, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Abramu akasema, Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto, na atakaye nimiliki nyumbani yangu ni huyu Eliezeri Mdameski. Abramu akasema, tazama, huku nipa uzao, na mtu aliyezaliwa nyumbani mwangu ndiye mrithi wangu. Nalo neno la Bwana likamjia likinena, huyu atakaye kurithi bali hata kurithi, bali atakayetoka katika viuno vyako ndiye atakaye kurithi. Akamleta nje akasema, tazama sasa mbinguni, kazihesabu nyota, kama ukiweza kuzihesabu. Ukamwambia, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Akamwamini Bwana, naye akamhesabia jambo hili kuwa haki. Tuombe. Baba, kwa jina la Yesu tunasema ni asante kwa sababu ya kutupatia baraka ya kusikia neno la Mungu ili tujue siri ya kuwa katika shida na vile inavyotuletea faida. Bwana, ni asante kwa kila mtazamaji na ambaye anatusikiza, umbariki na baraka za mbinguni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. So mpenzi mtazamaji, nina furaha kuu. Siku ya leo nitaguzia mambo tofauti kuhusiana na shida ndani ya Biblia ambazo zinafunua siri iliyojificha sana wakati tunakuwa na shida. Na mara nyingi tunapopata shida, vile mwili wetu umeumbwa, vile ninataka kufanya si ndivyo nafanya. Mwili wetu unaenda kinyume na mambo ya rohoni. Na kwa hivyo siku ya leo nitafunua hiyo siri kupitia maandiko ili ikaweze kukusaidia. Maana saa zingine moyo wako ukinama unaona huo ndio mwisho. Hapana, huo si ndio mwisho. Tutajifundisha kupitia hiki kitabu na tutaona baraka. Na lakini before nihubiri, kila wakati wanakupatia kama mfano ambao unaweza kukusaidia. Kuna huyu ndege anaitwa kipepeo. Huyu kipepeo mara nyingi anaporuka juu hana mahali specific pa kutua. Hana mahali specific ambapo anaweza simama. So kipepeo hata akiwa mrembo, akipeperusha mabawa yake hivi, unayaona ni marembo, lakini mara nyingi wakati amechoka kuenda juu
anatua mahali popote. So anaweza tua katika miti, anaweza tua katika mti wa miba, pia anaweza tua kwenye maji, na hapo anaweza pata uhatari mwingi, lakini kwa sababu ya mabawa yake anaweza kupata msaada. Wakati nazungumzia kuhusu kupata msaada, nazungumzia watu wa imani hawavunjikangi moyo. Watu wa imani hawakuangi watu ambao wanainama kwa sababu ya shida moja. So kipepeo anaweza anguka kwa maji, but then anaweza slowly, anaweza ondoka. Anaweza tua mahali kuna shida, lakini slowly when gain strength, anaweza inuka. So siku ya leo tumesoma habari hiyo ya Abrahamu. Wakati huu Abrahamu hakuwa amebadilishwa jina. Alikuwa kwao, alikuwa na shida mingi, Mungu akamuita atoke kwao. Sitadwell sana na huko, lakini nataka niongee siri ya shida. Wakati ambapo Abrahamu aliitwa na Mungu, alikuwa miaka 75. Alipotoka kwa kule Hul, alikuwa na miaka 75. Hakuwa na mtoto. Neno la Mungu limemjia, toka kwenu. Na kupitia huo wakati wote, alikuwa na watu ambao walikuwa wanatumika ndani ya nyumba yake. Na mahali tumesoma, tunaona Mungu alinena na Abrahamu neno na likamwambia, usiogope. Hii neno limekuja wakati ambapo hakuna mtoto, hakuna tegemeo, mke ni mzee, niko nchi ya kigeni, niko mahali ambapo siwezi jitetea, sababu baba yake alikuwa anafanya vitu tofauti. Angeenda maybe aombe msaada kutoka kwa watu wa kwao ambao walikuwa wanaelewa shida yake. But nashukuru Mungu sana kwa sababu in the midst of that problem, in the midst of that barrenness, in the midst of that lack, in the midst of that situation, the Bible says that God came upon Abraham. Na wakati alimjia, hakumuongelesha hivi hivi kumwambia utapata mtoto. Hapana, alikuja na assurance. Kwa nini Mungu anajia Abraham na anamwambia usiogope? Ni kwa sababu miaka imeenda. Ni kwa sababu Abrahamu tumaini lake limeinama. Ni kwa sababu mke wake hata yeye haoni kama anaweza zaa. Maybe alikuwa amepitisha wakati wa kuzaa. Nataka nikizungumze na wewe siku ya leo, nikwambie wakati shida imekuwa imekolea, wakati shida imekuwa imekaa sana, wakati shida inakuwa imekusumbua sana, huo ndio wakati wako wa kumtegea Mungu. Maana tukifika mwisho, hapo ndio Mungu anakuja. Wakati mimi naweza jifanyia kazi, Mungu hawezi jidhihirisha, maana hata sijachoka. Na ndiposa nimekwambia kipepeo wakati ametua mahali hapafai, lazima atulie mahali pale and then regain strength, alafu apate nguvu tena. Nataka nikwambie mpenzi mtazamaji, ya kwamba wewe ni yule mtu haufai kuvunjika moyo, kwa sababu unajua kuna Mungu. Watu wengi wanategemea mishahara, watu wengi wanategemea masomo, watu wengi wanategemea vyeo, watu wengi wanawake na wanaume au watoto. But jioni ya leo mtazame Abrahamu, ambaye maana yake ilikuwa inamaanisha asiye na mtoto, asiye fruitful. But then the word of God imekuja, imemwambia asiogope. Na mimi nakwambia wewe ambaye unasikia neno la Mungu siku ya leo, umepitia shida, umepitia kukosa, umepitia kuona kwamba unahangaika, umepitia kuona uchungu mwingi, usiogope mpendwa. Kuwa mtu ambaye unasikiza katika maisha ya rohoni vizuri. Kuna the blessing of listening. Na nataka nikuambie, wakati ambapo uko katika shida, wacha kulia, wacha kujilaumu, wacha kulaumu watu wengine. Sikiza the inner voice inakwambiaje. Katika hii text Biblia inasema Abrahamu anaambiwa aje? Usiogope. Kwa hivyo Mungu amemtembelea katika shida. Shida gani hii? Ya kukosa mtoto, utasa. So watu wengi wakiwa tasa wanaona kaa ni shida, wanaonaga kama hiyo ni shida kubwa sana, hata wengine wanaachwa ama wanaachana. But katika hiyo hali, katika hiyo shida, kuna neno la Mungu linakwambia usiogope. Wewe ambao umekuwa mgonjwa, ninakwambia usiogope. Wewe ambaye bado hata hujapata mshahara, usiogope. Wewe ambaye haujaiolewa, haujawahi oa, haijalishi miaka ni kidogo ama iko mahali panapofaa,
shida, usiogope. Mungu anasema wewe usiogope. Mungu akisema usiogope ni kumaanisha ana njia mwafaka, ni kumaanisha ana mpango mzuri, ni kumaanisha ana mawazo mazuri. Vile Biblia inasema katika Jeremiah 29 verse 11, na yajua mawazo ninayo kuwazia mimi. So wewe haufai kujiwazia bona hii shida imekuja. Hapana, Abrahamu hakujua kwa nini amekaa miaka 75 bila mtoto. Nikimagine saa hii mama wa miaka 60, hata mimi sijafikisha 60, akiwa hana mtoto, ana taabu nyingi, maana mwili umebadilika. Mwanaume akifikisha miaka 75, huyo amezeeka, although bado ana uwezo wa kuzalisha. But then katika hiyo hali, katika hiyo shida ambayo inaonekana ni kubwa sana duniani ya kukosa mtoto, wakati hauko fruitful, Mungu anakuja na kusema usiogope. Mpenzi mtazamaji unaniangalia saa hii, nakwambia usiogope sababu ya hiyo hali ulio nayo. Ulianguka kwa ajali, ulianguka kutoka juu ya mjengo. Usiogope. Mungu ako na mpango mzuri na hiyo shida. Siri ya shida ni wakati Mungu anazungumza na wewe katika hiyo hali. Ukitazama yule mtu ambaye ako na nguvu anaendelea kung'ang'ana, Mungu hajazungumza kwake. Wakati Abrahamu alikuwa bado kijana, wakati Sarai alikuwa bado msichana, Mungu hakunena na wao. Nataka nikwambie siku ya leo, katika hiyo kukosa kwako, katika hiyo kupungukiwa kwako, umepanga mipango haingiani, nina neno kutoka kwa Mungu inasema usiogope. Usijiangalie na jicho ya hiyo shida, usijipime na vile kulivyo, jipime na neno la Mungu. Anasemaje? Usiogope. Ndani ya ndoa kuna mafarakano, ndani ya watoto kuna mafarakano, ndani ya mahali unafanya kazi kuna mafarakano. Mpenzi mtazamaji, usiogope, maana kuna siri iliyo katika shida. Ni kwamba ukisikia neno la Mungu unaweza changamka. Kuna mdada kwetu pale kanisani alikuwa na shida na mume wake, sababu mahali alikuwa anafanya kazi kwa kampuni ya mikate, alikuwa anaingililiwa, anafokewa, anaambiwa atabadilishwa, naye hataki kubadilishwa kwa sababu hataki kupoteza ile muda amekaa mahali pale. Na wakati alikubali, baada ya muda, baada ya kuchukiwa, baada ya mafarakano, vita, mara nyingi hata alipwi, wakati alikubali kwenda mahali pengine, ile gari alikuwa anaendesha ya mikate, wakati huyo baba alikubali kwenda ingine, wale walipewa hiyo gari ambao walikuwa wanafurahia huyu akichukiwa, hawampendi, wote waliweza kufutwa kazi. Hiyo kazi iliweza kusimama, hiyo branch iliweza kusimama, lakini mahali huyu ndugu alienda iliweza kufanikiwa. So huyu dada kanisani alikuwa ananiambia, "Pastor, tumekuwa tukiomba na wewe kwa sababu ya shida ya huyu baba na kazi yake, na ukawa unaniambia kuna siri na baraka katika shida." Nimeona hivyo. Kumbe Mungu hakuwa anataka mume wangu afukuzwe kazini. Mpenzi mtazamaji, unaweza angalia shida yako, unataka kuitoka na kuihama sana, lakini ukapatana na janga kubwa kuliko hiyo. But then ndani ya hiyo shida unafaa kusikiza the inner voice, the word of God which is able to work, the inner word which is able to do big things. Biblia inasema ya kwamba Abrahamu alikuwa ameshachukua Eliezer awe ndiwe mrithi wake. Alikuwa ashaanza kupanga mtoto mwingine vile atakuwa mrithi wake, lakini huo si ndio ulikuwa mpango wa Mungu. Labda wewe saa hii unapanga tu kuchukua mwanaume, bora awe ni mwanaume ako na trouser. Labda unapanga kuchukua msichana, bora awe tu msichana. Labda unataka tu kuandikwa. Niposa nasemanga it is good to be specific. Wakati unaenda mahali unaulizwa, what do you want to eat, what do you want to do, what is your job CV. Usikuwa unasema I can do anything. No, you cannot do just anything. You must have a specific direction. You must have a specific thing that you need to do, that you love to do, passionately you love to do. But when you say just anything, watu wanaweza kupeleka anywhere because they don't know where, or they cannot define what you love, what you can do. So when somebody amekuuliza unataka kula nini, don't go straight to the menu. No, just say what you love to say. Huyo mtu
mtu hajakuuliza soma menu useme ile kitu unataka kukula. Na hapo ndio tunakoseanga, sababu wewe uko na shida unataka kupima ule mwingine na shida. Mimi kama niko na shida, Mungu hana shida. Mungu wetu ni mkuu, hana shida. Alimtuma mwana wake ili atuondolee dhambi, alituma mwana wake ili atutakase, alituma mwana wake atuondolee hukumu. So mimi kama niko na shida ya utasa, kama sina kazi, kama nimepelekwa mahali nichague nguo, sifai kuuliza uko na pesa ngapi. Mara nyingi wanapendezwa na my husband. Siku moja alipelekwa mahali kununua suti, akasema alitumia uerevu, maana hajui huyo mtu ako na pesa ngapi. Alimwambia wewe nichagulie. So yeye angechagua kulingana na kipimo kile anataka, maybe angechagua kitu ndogo, lakini alipata kitu ya pesa mingi. Wacha kujipima na hiyo shida unapitia siku ya leo. Unalea watoto unaona kama unasumbuka. Uko kanisani unaona kama kanisa ina struggle. Kuna mashida nyingi. Katika hiyo shida ndio tuna build character. Katika hiyo shida ndio tunakuwa na faith. Katika hiyo shida ndio tunakuwa na kupenda. Wale watu ambao wamepitia shida nyingi katika ndoa, they love so much. Hata katika friendship, wakati mnakosana na rafiki and then mnarudiana kwa njia ya kuelewana, munakaa sana na huo urafiki. Lakini mkikaa na njia ya unafiki, hakuna mtu anaelewa nani anataka nini, nani anataka nini, unapata kunakuwa na shida. Abrahamu hakuwa amejua Mungu vizuri, so alikuwa amepangilia Eliezer. Najua uko na tumipango twingi ambato umejiekea. 2022, this is February, I will do like this, I have another option, I have plan B. Today I want to tell you, Mungu anakuambia usiogope. Katika hiyo hali ulio nayo, Mungu anajawabu. Mungu ana shida. Haijalishi shida ni kubwa namna gani, Mungu hawezi akajiaibisha. Akisema usiogope, relax na uache kuogopa. Wacha kwanza kuweka mawazo yako, wacha kwanza kuweka hali yako ikiwa kubwa kuliko Mungu. Mungu wetu ni mkubwa. Mungu wetu hawezi ajiaibisha. Anasema yeye analiinua neno lake kuliko jina lake. So akisema usiogope, don't try to do anything, relax, ugoje neno la Mungu. Maana Yesu kwetu ni ndugu. Sisi tunaitanishwa na Yesu. So anything tunaomba, Biblia inasema katika Yohana 14 mstari wa 14, lolote utakaloomba kwa jina la Yesu utapewa. So siri ni kujua nikiwa na Yesu siwezi nikaogopa. Siri ni kujua Yesu akisema mimi nimbarikiwa, nimebarikiwa. So wakati huu nakuzungumzia hili neno, nataka nikuambia ya kwamba umeumbwa na Mungu na ana mpango mwafaka kwa sababu ya maisha yako. Haijalishi umelemewa aje, haijalishi umechoka aje, umekaa kwa ndoa aje inaonekana ina shida, umekaa kwa dini namna gani inaonekana iko na shida, taifa letu linaonekana halina opportunities za kazi kwa sababu ya watu wengi, usiogope. Kwa nini usiogope? Neno la Mungu linasema katika hiyo verse ambayo tumeisoma, Mungu alimwambia usiogope, mimi ni ngao yako. So unaona katika shida sasa kuna kuja siri ingine. Sifai kuhofu, sifai kuogopa. Alafu anasema mimi ni ngao yako. Ngao ni kitu ambacho kinatumika sana sana kule kwetu kwa Wamasai kujikinga. Wakati unarusha mkuki ili mkuki usikujie kwako, unajikinga. So huyu Abrahamu anaambiwa mimi ni ngao yako. Oh, hallelujah. Hebu imagine Mungu amekupata kwa hali ambayo umeisha kabisa. Umeisha nguvu, umeishiwa na uweza, umeishiwa na pesa, umeishiwa na mbinu na njia, hauna will, zote zimemalizika. Lakini Mungu anakuambia aje, kwako hakuna uweza, but mimi I am your exceedingly great reward. I am your shield. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Bwana akisema yeye ni ngao, kumaanisha shida ijayo inanielekea ama yenye nimekaa kwayo, sasa Mungu amenitenga nayo. So siri ya shida ni kwamba Mungu anakuletea ngao. Yeye ndiye anakulinda matatizo
majaribu hayana budi kuja, lakini nimewekewa ngao, lakini nimewekewa ulinzi, lakini nimewekewa protection ambapo siwezi nikafikiwa. So shida ndiyo iko, lakini hainifikii maana niko na ngao. Mungu anaposema yeye ni ngao, inamaanisha aje? Before you reach to Sophie, you must reach me. Na ndipo napenda mstari ambao unasema katika Wakolosai 3 mstari wa 3. Hiyo verse ninaipenda na moyo wangu wote, nikiomba naombanga na hiyo verse. Colossians chapter 3 verse 3 inasema, nilifa kwa sababu ya makosa yangu na maisha yangu imefichwa ndani ya Kristo, ndani ya Mungu. Ni kama vile wababa huwa wanavaa vest. So ndani ya Kristo ni hii shati iko juu, alafu ndani ya Mungu ni hiyo vest. So kitambo ufikie mwili wa huyo mbaba, lazima upenetrate some layers, lazima upenetrate some levels. So nataka kukwambia mchana wa siku wa leo, unaniangalia, umekuwa ukihofu, umelia, mwaka yako imekuwa same, umekuwa katika, kama ni bangi, ulevi, kuchapana katika familia ni hivyo, mshahara wako umezoea. Hapana, mimi sitakangi watu wa kuzoea. Mimi sipendi watu ambao hawamuamini Mungu aliye mkuu kuliko shida yao. Mungu wetu ni mkuu, na niposa tuko na siri hii ambayo ninaiongelea siku ya leo. Hebu tutazame wakati tulikuwa tungali katika dhambi zetu. Sio sisi tuliambia Mungu, sasa Mungu panga mpango. Hapana, Mungu anasema hata kabla ya kuumbwa kwa misingi ya ulimwengu, nilikujua, nilikufahamu, nilikuita. I foresaw you, I predestined you, I called you, I glorified you. These are the words of God. So even in the midst of problems, even in the midst of those circumstances that are so severe, we have God who is our shield. When we have the shield of God, that is why the Bible says in Psalms 91, oh, the one who hideth in the shield of the Almighty, hata ogopa kitu chochote. So mpendwa, uko katika shida lakini umewekewa shield. Tukiangalia wale watu ambao wanauzanga vitu kama soda, hata kama kuna jua namna gani, amepewa umbrella ya maybe kama anauza soda ama ya kampuni yenye anauza vitu zake. Jua ikija, mvua ikija, huyo mtu ako katika, sababu that umbrella is so big. Naye Mungu wetu ni mkubwa kuliko serikali. Mungu wetu ni mkubwa kuliko NGO. Mungu wetu ni mkubwa kuliko mwanamume, kuliko mwanamke, ni mkubwa kuliko muhindi, ni mkubwa kuliko mshahara wako. Mungu wetu ni mkubwa kuliko shida yako. Na ndiposa ninataka nikwambie siku ya leo, ujue katika hiyo ugonjwa una Mungu ambaye anakuzuia. Wengine wanaweza kuwa walipata shida kubwa kuliko yako na wakaangamia, lakini wewe bado hujaangamia. You still have a chance to believe in the word of God, which says, fear not, my dear, fear not. Even though you lack strength, fear not. Even though you don't have anything that you can call yours, do not fear. God is your own shield. God is your protector. God is your wall. You do not need to fear. You do not need to complain. Don't murmur because of what is happening in your life. You have the shield of God. God who is most powerful. God who is more sovereign. God who is so great. He is the rock of ages. This day I want to speak to us. Nikuambie hali ndio iko. Sijakwambia haiko, naongelea kuhusu siri ya shida. Ugonjwa huko, labda ulipata ukimwi, for example. You can see a blessing in this. One day I was preaching in Mathare North Area 4, and I was in a seminar, and walikuwa wamama wengi na wababa wengi walikuwa wamekuja. They needed guidance and counseling because they had problem. And I was with Rab Mission. Mimi ni director wa Rab Mission ambayo inazungumzia mambo mengi sana, ina counsel. Na wakati nilienda mahali pale nikasikia ni watu ambao wako positive. Mimi hata ndio nilianza kuhubiriwa, kwa sababu hao watu wakati walikuwa wanatoa ushuhuda, they were so positive. Yes, ilinipata. Ndio, niliambukizwa ama niliambukizana, but I'm so positive. Tulipokuwa tunapanga na wao, kila mtu alikuwa anajitolea, I can help people.
watu wakaanza kujitolea. I can be a testimony, I can testify, na niseme watu wakunywe dawa. So huyo mtu although ako positive but ako sawa, anajua ako na Mungu. They are born again Christians. Na sio kusema if you are born again hautakuwa na ugonjwa. Maybe your friend hajakuwa hivyo, maybe mahali unafanya kazi unaweza jikata, maybe ukizaa, vitu kama hizo. Ukimwi sio kumaanisha ati wewe ni mbaya, sio ati wewe ni muovu, hapana. Kuwa na ugonjwa ya TB sio kumaanisha wewe ni mchafu. Kuna mambo mengi yanachangia vitu kama hizo. Kuwa barren, unaweza ona kuna mtu ambaye anakuwa barren lakini baadaye anapata mtoto. Kuna mtu anakuwa barren akiwa in one family, but then anafukuzwa, anakuwa rejected, akienda in another family anazaa. So God ndiye anajuanga that situation na ndiye anafaa kukusaidia. So hawa watu ambao walikuwa positive walijitolea kila mmoja wao kusema mimi nitajireveal, mimi nitasaidia kwa sababu najua niko na Mungu. Wakaacha maisha yao, wakaweka chini na kuidunisha hali yao, wakataka kuinua kusaidia huyo mtu mwingine. Na ndiposa unaona hao watu wakijitokeza, wengine wanaweza kunywa dawa, wengine wanaweza kuwa hopeful, wengine wanaweza ona ni vizuri waishi, wengine hata wanaona ni vizuri tuishi pamoja, tutaachana. But then ukiweka shida yako iwe mlima, if you allow Satan to magnify the situation that you have, wewe hauna budi ila kuangamia, hauna budi ila kukufa. Mwangalie huyu ambaye anaitwa Iskarioti, ana magnify shida ambaye ako nayo sababu amepata mawazo ya mtu anaitwa Shetani. But siku ya leo mpendwa, sisi hatupokei mawazo ya Shetani. Shida ikikuja tunaye Mungu mkuu. Shida ikikuja tuna neno la Mungu ambalo linasema aje, usiogope, usisikie kama unateseka, mimi ni your shield. Mpendwa mtazamaji, ni watu wangapi wamekuwa hawana watoto na wamechukua watoto wengine? Hata mimi nishachukua watoto wa watu nimelea, na sikuwa ninaona kama ni shida, nilikuwa ninaona ni blessing. Wewe pia unaweza kuwa na hiyo shida, uchukue mtoto, uanze kulea, uanze kusomesha, maybe God atakubariki na huko mbele pia ni ya baraka. God is your shield. Na shield inakuzuia kutokana na shida. So mpendwa mtazamaji, usikwame hapo kusema mimi nitamalizika, mimi nitaisha, mimi niko na shida hii, niko na hii. Hapana, wewe chukua neno ambalo linasema usiogope. Chukua hatua ya imani. Watu wengi wameenda kwa waganga lakini wanaenda kwa worse. But today let us have this faith ambayo iko na huyu mtumishi wa Mungu kutoka kwa Mungu. Haiko kwake, yeye ako na Elieza, yeye ako na maono mengine, yeye ako na shida ingine, lakini fear not my friend. Unaweza kuona kama unataka kuangamia. One day I had accident. Na wakati nilikuwa na accident, watu 4 walikufa. Watu wengine walikuwa sema, pastor nitakufa. Nilikuwa na washirika kadhaa, nitakufa. Nilikuwa nawaambia no, we cannot die. God hawezi kutua prematurely. So when you have the word of God, wakati una a shield, wakati unamjua aliye mkuu kuliko shida, hauwezi ukaangamia na tukawa hatukukufa, tukawa hatuna shida. Nimeona watu wengi wakipitia matatizo mengi, lakini Mungu anawasaidia wakati wanaamini neno lake Mungu vile anasema, vile neno lililo juu kuliko shida yako. Wakilipokea ndani ya mioyo yao, matatizo inakuwa imeisha. Ukiangalia habari ya dhambi, inasema mimi sina uwezo wa kuondoa dhambi yangu, lakini Yesu ambaye ana uwezo wa kuondoa dhambi yangu, sababu ameletwa na Baba aliye na mpango, akikuja akiondoa na aseme imeisha, mimi ninafaa kuingia hapo. Akisema na nitakasa kupitia damu, mimi sifai kuanza kutafuta geisha, mimi sifai kutafuta mafuta, ninafaa tu kuamini hiyo damu. So siku ya leo, hiyo shida ulio nayo ndio nazungumzia. Wewe ndio naambia kwamba usiogope, usijitie kitanzi, usivunjike moyo, usitoke mahali ulipo, usiue watoto wako, usiue mume wako, wacha kuangalia mambo negatively. Chukua the shield. God is our shield. God is our redeemer. God is our all. Ukiwa na huyo mkubwa kuliko vitu zote, utakuwa na moyo wa kubarikiwa. Nikiendelea na hiyo neno, kuna mama mmoja katika kitabu cha Yohana 4. Huyu mama ninampenda sana. Huyu mama alikuwa anaitwa mwanamke Msamaria. John chapter 4. Huyu mama yeye anatembea mchana,
anaenda kuchota maji wakati watu wengine hawapo. So ametafuta mbinu, ametafuta njia, ametafuta mpango ya vile ataepukana na watu. Vile tunasema mtu akondeshe na yake, mtu mind his own business. Hata huyu mwanamke alikuwa na mind her own business, lakini katika hiyo hakuwa anajua that time anaenda kwa hiyo kisima atakutana na the owner of life, atakutana na the one who has the actual, the precise plan, the precise will regarding her life. Na wakati alikutana na huyu Yesu, neno la Mungu linasema hakuwa anataka kuamini. So waliongea, ilikuwa very big conversation. Maybe one day tutai revisit. But then nataka nikuonyesha kitu kimoja hapo. Huyu mama ako na shida, ninachukiwa, I'm rejected. Kweli mimi naiba, kwa sababu hata Yesu alipokuja alisema hata yule mwanaume mlie naye saa hii si wako. So kweli alikuwa na shida, anajaribu kuifunikia, anajifanya mtu mzuri. Hata mimi ni mwanamke kama wale wanawake wengine, ninaweza chota maji, but then sitakangi mambo mengi. Hao watu unasikia wataka mambo mengi, wachunguze maisha yao hapo baadaye. So nataka kuambia huyu mama akaona niko na njia yangu, lakini akapatana na yule aliye na mpango wake, na wakati walisikizana na akaamini ile njia, maji nikupayo mimi hautaona kiu tena, hautahitaji kurudi hapa tena. So akaona this way is favoring me because I won't come here, people will not see me, watu hawatani despise. Aka opt kuchukua that way. Siku ya leo nataka nikwambie, hata wewe unaweza achilia hiyo shida. Wacha Mungu aongezeke, wacha wewe upungue, wacha Mungu aongezeke, wacha shida zako zipungue, wacha Mungu aongezeke, wewe pungua. Neno la Mungu linasema Yohana 3:30. I love the book of John. Inasema that I may decrease, that God may increase. Mungu aki-increase ndipo anakuwa the shield. So ile shida nilikuwa nakuelezea ya mwavuli ya watu wanafanya biashara, hiyo ni kubwa kuliko huyo mtu. So anakuwa guided from everywhere. Hata ile kuku imewekewa wire mesh, iko na space kubwa ya kutembelea. Mpendwa, mbona ukwame kwa hiyo matatizo? Mbona ukwame kwa dhambi yako? Mbona ukwame kwa huo ugonjwa? Mbona ubatize jina? Mbona ufanye chorus? Mbona ufanye wimbo ambao ukuletei pesa? Mbona ufanye Mungu wako lazima nimeze dawa wakati fulani, lazima nidungwe, lazima niende clinic? Hiyo shida, tunaye shield ambaye ni tabibu wetu. Siku ya leo ukimwamini utapata baraka. Siku ya leo ukimwamini utapata kuinuliwa. So nimekupatia siri mbili. Ukiwa na shida, usiogope hiyo shida. Hata shetani anapenda mtu anaogopa, hata mwizi. Kule kwetu kanisani napeananga hii mfano. And my son anapenda mfano, anajua ananitazama. God will. Anapenda nikipeana mfano ya kwamba wakati unatembea town na uko na simu ya mlika mwizi na kibeti yako haina kitu, ni 20 bob tu ya fare ya kurudi, hata uweze angalia nyuma, hata uweze angalia wale watu mnatembea na wao. Uko focus kwa mahali unaenda, wacha upokee mshahara. Kama saa hizi ni mwisho wa mwezi, uwe mshahara wako umetoa kwa bank, iko kwa mfuko. Everyone around you, mpaka pasta wako saa hiyo anakuwa ni mwizi. Unaangalia watu wote ni wezi, unaangalia watu wote hawa ni wanyang'anyi, unaangalia watu wote wanataka kunyang'anya, na maybe ni 5,000. So unaona, unajaribu kujikinga, naye mwizi anajua waoga. So anaangalia ukiguzaguza, ukiangalia, hata mtu amepotea hakangi kama mtu hajapotea. Mtu amepotea anaangalia building kutoka juu, unaangalia side. Mwizi ama wale conman ama watu ambao wanaadapt watu wengine wanajua watu kama hao. Lakini mtu anajua mahali anaenda, hata anaweza gongwa akienda, anaweza gongwa na gari akivuka. So huwa napeana hiyo mfano ya kwamba when you have money, everybody else is a thief, everybody is a robber, everybody else si mtu mzuri. Wacha uwe hauna kitu, una turn to be a beggar. So you want to be helped. Sasa wewe ndio unataka usaidiwe. So nataka nikwambie, unafaa kujua uko na mlinzi, uko na Mungu ambaye anakuangalia katika hali zako, uko na Mungu ambaye anatatua maisha yako, uko na Mungu ambaye ameficha maisha yake. Kuna verse napenda sana. Eti Mungu alikuwa ndani ya Kristo alipokuwa na urejesha ulimwengu kwake, naye akatuita katika huduma ya urejesho na akatupatia
Neno la urejesho. Mpenzi mtazamaji, hebu imagine, Mungu anatupenda, ametupangia, ametuingiza, ametufanya wana, ametupatia ministry, ametupatia word. He is our shield. Mpendwa, kubali kukaa kwa hii shield. Wacha kutaka kujitanisha na watu wako na vitu. Kubali kukaa na hii shield. Kubali kukaa na hii neno. Siri ya kuwa barren ni kusikia neno la Mungu. Na nimekwambia mimi niko na watu kama 7. Nimewaongelesha neno la Mungu toka niingie katika ministry ya kuhubiri, wamepata watoto. Sio kwa sababu eti niko na dawa, hapana. Nawaambia wewe na Mungu, ni nani yako na hii ripoti nasema hakutakuwa tasa? Kwani Mungu anaweza jiaibisha? Nilianza hii kukwambia ya kwamba Mungu haezi jiaibisha. Ndiposa alitupatia Yesu, ili huyu Yesu kupitia yeye kila kitu yake iwe pale. Mpenzi mtazamaji, shida yako sio yako, shida yako ni ya Mungu. Siri tu ni ujue anasema nini kuhusiana na hii shida. Mostly huwa nasema huyu mwanamke ambaye alikuwa Msamaria, kama angeona huyo mwanaume arudi mbio, na ndiposa Mungu amepanga sana. Mungu katika mpango wake amepanga, sababu wanafunzi walikuwa wameenda kutafuta chakula. But nashukuru Mungu, walipokutana wawili, maisha ya huyu mama aliacha the pot, akaenda kuita wale tu wanaume. Hao tu ndio alienda kuita. Wale wote alikuwa anacheza na wao ndio alienda kuwaita. Because now I have the shield. Because now I have no fear. Because now I have the word of God. Even you, fill your heart, your soul, your mind with the word of God. When you have the word of God in you, hautajitaabisha. Si amesema nisiogope. When I read the Bible 365 times in the Bible inasema usiogope. Mbona wewe uogope? Mbona uone kama unataka kufa? Wengine wanasema, sasa naona kama nitakufa. Ukiona ugonjwa itisha maji unasema, huyo ni wetu na Mungu. Hapana, God is our shield. Tumeshaona watu wanalala na wanakufa. So sio lazima ufe kwa sababu uko na shida kubwa. Shida yako ikipata tu siri utafurahia mpendwa. Shida yako ukigundua siri, kama Abigaili alijua watoto wake wanakuja kuuawa na Daudi, akagundua siri, akajua hawa watu ni njaa tu wako nayo, mimi nitachukua chakula ni walaki na hii chakula. Daudi walipokula hiyo chakula, hata wakumbuka walikuwa wanaenda mahali. Wakati wanakula, naye Abigaili anazidi kuongea. Wakati you have the shield, wakati you have no fear, every mountain inakuwa tabarare. Every big thing inakuwa levelized. So siku ya leo, hiyo shida ulio nayo, hapo umekwama, kilio ulicho nacho, hiyo kazi ambayo unaona inakusumbua, mpendwa, kuna watu waliniandikia last time wakaniambia, pastor, utuombee, kazi yetu inaleta shida, upande wa Gulf, upande wa ng'ambo. Wengine wananiambia wako na shida na bosses zao. Magnify God. Magnify your God. Wacha Mungu awe mkubwa. Wacha awe shield. Let people see God. Wakikuona ndio wako na shida. Shetani na yeye anakuambia aje, utakufia hapo, utalemewa hapo. Kuna msichana wangu mmoja anafanya kazi ya M-Pesa. Aliniambia, pastor, niombe. That is Monday afternoon. Imekuwa hivi. Nikamwambia, Daudi alipokuwa na shida, alijitia moyo katika Bwana Mungu wake. So hapo sio wewe uanze kufikia nitaanza kufanya hivi, kubabaika, kuwa na wasiwasi. Wewe unafaa kujua, I must encourage myself in the Lord. And when David encouraged himself in the Lord, the second thing was to inquire, to ask God, who are you? Have you given me permission to go? And then God will give you. So whenever you have problems, you need to have another word. You need to have another thing in you, an inner voice that tells you, no, I cannot die. The word of God says, fear not, God is my shield. And he says another thing in that very verse. Maybe hata sitaenda na huko nyuma. Nashukuru Mungu kwa sababu Bwana huwa anatupatia ufunuo tofauti. Although nimesoma kwingi, lakini wacha nikwame tu kwa huu mstari wa kwanza. Neno la Mungu linasema, akamwambia, na mimi ni thawabu yako kuu. Kizungu inasema vizuri, and I am your great reward. Reward is something that you have not worked for. Reward is like a gift. Like this time we are having a Valentine's.
People give other people gift, but then just a flower, just a rose sio kubwa. Naonanga wengine that time ndio wanaproposiana, that time ndio kuna kwa na dinner nice, that time ndio kuna kwanga na kuwekeana ring, ama mtu analetewa gari. But then God is saying, I am your great exceedingly reward. So if you know kuhusu thawabu kuu, kitu kuu, sio kitu ovyo ovyo, kitu kuu, great. If somebody calls you great, like Abraham was called great, I'll call you great. Your people, I'll call them great. Your kids, I'll call them great. Na saa hiyo hana kitu. But then Abraham anazidi kuamini. Anaona, Mungu umekaa hivi, wacha niinue Eliezeli. Wakati ameinua Eliezeli, Mungu anakuja papa na mwambia usiogope. Usiogope miaka. Dada, umekaa miaka mingi haujaolewa. Usiangalie miaka. By the way, kwa Mungu hakunanga miaka ilianza kuwekwa na Warumi. Usiangalie dates, usiangalie siku, usijipime na vile ulizaliwa. God alikujua before. So God kama angekurate na vile alikujua before, labda mimi ningekuwa na miaka 100, 200. So wakati wa Mungu ndio mzuri. Wacha kuforce issues. Wacha kuforce mambo. Wacha kusema watu wanashinda wakiniuliza. Kuna kijana mmoja alikuwa ananiambia siendi Christmas sababu wataniuliza hata hii Christmas umekuja bila bibi. Wacha nikuambie, those are things ambazo unafaa kuinua Mungu awe mkubwa. Akuletee yule wako. Akukutanishe na ule wako. Abrahamu amemtuma mtumwa wake. Katika Genesis 24, anamwambia enda utafutie Isaka, mke sio wa huku Kanani kule kwetu. Wakati ameenda, hata huyu mtumwa ajui kwa sasa kulikuwa kunafanana aje, juu mimi ni mtumwa, lakini alipokuja alilakiwa na Rebecca. Wapi? Kwa kisima. Stay in the church, stay in the faith, be focused, believe God is your shield, fear not, God will bring ambaye unafaa. Atakuletea kazi ambayo unafaa kuifanya. Atakuletea mipango mwafaka ile unafaa kuwa nayo. So, kwa nini watu wanakuwa na depressions? Because ni wao wanapanga. Wakipanga ingiani. Kwa nini watu wameoa wake ni kama wangoa makeri, wameoa wake wengi, unaoa huu unaacha? Because wewe uko na your own will. Huyu anifanyi vizuri, huyu wako kama mama yangu, huyu yuko kama wa kwanza. So unakaa ukijiumiza we mwenyewe na ukiumiza wengine, because hurting people hurt others. But happy people, they make others happy. Na hiyo ndio inakuanga mimi neno langu kila mahali nikitembea. Happy people, hopeful people, they make other people happy and they make other people hopeful. So this evening, I want to tell you, God is telling you, in the midst of that problem, in the midst of that calamity, in the midst of that accident, in the midst of that separation and that divorce, in the midst of that lacking, oh, there is God who says to us, fear not, I am your shield, I am your great exceedingly reward. So exceedingly means hiyo ni kitu inazidi kiongezeka. Shida inaongezeka, Mungu anazidi kuongezeka. Matatizo inaongezeka, Mungu anazidi kuongezeka. So Mungu akiongezeka, wewe unapungua. Wewe upatikani, wewe uonekani. There is a story I love in the Bible, and I love teaching about this in the book of Genesis. Kuhusu mtu anaitwa Enoch. Enoch, watu wengine walisema kufa sijui alienda na mwili. That story ukisoma vizuri nasema alimove with God until he was normal. That means kama mimi nitembee huku tunakuanga na Rose Praiser, nitembee na Rose Praiser, yeye animeze, tabia zake ziwe zangu, tumezeane hivyo, tukue tunafanya kitu kimoja. So people will not see Sophie, they will see Praiser. That is how we need to be in God. And that is why our lives are hid in Christ, they are hid in God. So today, I want to tell you, magnify God. Siri ya shida ni wewe upungue. Ni wewe usikie neno linalolingana na hiyo hali. Hiyo neno lipungue. Hiyo neno liongezeke, wewe upungue. Wakati hiyo mambo yote yanafanyika, then you can be happy in your situation. So many people wameachwa, they are divorced, ama waume zao waliaga, but they are happy in that situation because first of all they accept. The other thing, they do not fear. The other thing, they know God is our reward. Kama huyu mwanamke, hebu imagine, nimekusomea John chapter 4. Huyu mwanamke anaenda anasimama kwa wale wanaume ambao alikuwa nao kwake kwa nyumba.
Anawaambia njooni muniambie, njooni mumuone yule mtu ameniambia yale mambo yote nishafanya. So yule mwanaume alikuwa anafuata huyu mwanamke, alikuwa na huu moyo, wacha nione kama mimi alijua nilikuwa kwa hiyo nyumba. So people they were running away. Ni kama kwa church zingine zenye wanaanza kuambia mtu asimame, ambiwe vile amefanya. That church huwezi ona mtu anasinzia. Yule mtu kanisa yenye wanasinzia ni yenye wanafundishwa neno. Lakini wakati unasikia maneno ya mtu mwingine, watu wanapenda sana kusikia maneno za watu. Watu wanapenda sana kusikia vitu zile mbaya mbaya za watu. Na ndipo unaona mpaka kwa social media, ukifanya vizuri, no one can magnify that. Wakati uko mzuri, lakini wacha fanya harusi, watu wengi hawataweka harusi. Tunayo hatuna, lakini kufa RIP itawekwa mpaka na followers. RIP inawekwa mpaka na neighbor na hakujui jina. So ninataka nikwambie watu huwa wana magnify zile vitu mbaya. So wakati shida imekuja, na hiyo ni mawazo ya shetani. Mawazo ya shetani ni kufunikia Kristo. Kristo asionekane, yeye aonekane. Kristo asionekane, afinyilie watu. Hiyo ni mawazo ya shetani. Nipasa nakwambia, chukua neno la Mungu. I am your great exceedingly reward. Kama Yesu ni mkubwa, kama Mungu ni mkubwa, kama ni thawabu nimekwambia ni kitu ya bure. So niko mgonjwa, ninaponywa bure. Niko na shida ya ndoa, ninapata amani. Sio lazima iishe, but unapata amani pale unapata neno la Mungu. You see your own image, and then you can help your partner. You see your own image, you can help your friends. But when we want to justify ourselves, that is when we have depressions. That is when unapata unaishi maisha ya watu. Leo nataka kuambia tuishi maisha ya Kristo. Kristo ainuke zaidi. Yeye ni our great exceedingly reward. Abrahamu akona maneno yake kama vile tuko na maneno yetu, maana anauliza mstari wa 2. Bwana Mungu, utanipa nini? Nami naenda zangu hali sina mtoto. Angalia huyu Abrahamu hata ashakufa. Ashapanga mazishi yake. Ashanunua sanduku lake. Ashajipanga, amefika mwisho. Mungu, sasa ni nini hiyo unasema? Nisiogope. We ni shield. You are my great reward. Ni nini hiyo unataka kuniambia Mungu? Na ile hali na kufa sina mtoto. So yeye kwake amemagnify hiyo shida, ameinua shida. Lakini hata kabla sijaenda na huko chini, nataka nikuambie, inua Yesu, ongea Yesu, ishi kwa imani. Maesani huwa ananiambia, mami nakupenda, sababu every problem unamwambia tunaishi kwa imani. That is my song in the home, kwa church. Everyone I meet, tunaishi kwa imani, hatuishi kwa kuona. Kama huna kitu, na siwezi hata kufanya kitu, na kupatia verse. Matthew 24 verse 4. Matthew 22 verse 4. My daughter ananiambianga hivyo. Namuuliza, my daughter umelipa nyumba? Matthew 22 for mom. Hiyo najua God will provide. So huyo ni mtu ameinua Mungu na neno lake kuliko shida. Lakini ambia watu wahadithie shida zao. Unajua last year tulikuwa tunazika, kwetu COVID imefanya. That story is very true. It's just like this story of Abraham. Inasema naenda zangu bila mtoto. For sure hana mtoto. For sure mke wake ni mzee, matiti imeinama, hawezi pata nini, hawezi pata mtoto hata kibiolojia. But then Mungu ambaye ameleta hizo mambo za biolojia, watu wamesoma wakajua inaitwa biology. God already foreknew it. God already predestined it. God already anaijua. So tunafaa kumwamini mwenye amepanga hizo vitu zote. So you need to have God akiwa juu. Anasema exceedingly. Kama sina kitu atanipea, sababu yako na vitu vyote. Kama sina kazi saa hii, na ninawambianga hapa mara nyingi, usinugunike. Mungu anachukia manuguniko. Kama kuna kitu Mungu anachukia ni manuguniko. Na nilikwambia another time, Numbers chapter 14 verse 28 inasema, chochote utasema masikioni mwangu nitahakikisha nimekifanya. So ukiinua Mungu awe juu, kama mwanamke Msamaria, ukimbie uambie wanaume, kujeni muone mwenye ameniambia yote nishaifanya. Wakakuja, waliposikia maneno ya Yesu, Biblia inasema wakasema, tuliamini ulipotuambia, lakini kabisa hakika kikamilifu tumeamini kwa sababu tumemsikia Yesu. Na wewe
Umefanya watu wengi wasiamini Yesu. Maana every time you are complaining, I don't have money. It is like money in your life. I don't have car. It is like car is life. I don't have wife. Oh, my friend. Kuna watu wako na wives. Kuna watu wako na husbands. They don't have peace. Hawajafurahia. Kuna watu wameandikwa. Hawana time na watoto wao. Watoto wao so wanaona hii kazi ya baba yangu ni ya nini. Siku ya leo nataka nikwambie, ile hali ulio nayo ifanye baraka. Wacha kukubali shetani ya kudanganye. Hii mawazo ninaiweka. God is our keeper. God is our safety. God is our protector. God is our everything. Ukiwa na Mungu, you don't need to worry. Na ndiposa unaona watu wengine wako na furaha. Kuna kastori huwa tunaongea wakati tunafundisha mindset watoto wa university ama wa shuleni ama watu ambao wako na shida. Siku moja kulikuwa na naenda kumalizia. Kulikuwa na baba moja. Alikuwa mlevi, pombe, bangi, miraa, kila kitu alikuwa navuta. Akazaa vijana wawili. Kijana mmoja akakunywa akakaa exactly kama baba yake. Lakini huyu mwingine akakuwa very different, hata uwezi fikiria ni wa hiyo nyumba. Walipoitwa pamoja kuulizwa, huyu anasema baba yangu ndiye alitufundisha, na walizaliwa wawili kwa nyumba moja. Lakini huyu mwingine akasema mimi nilipoona vile hii hali ilivyo, although mimi ni wa huyu baba, I hated that thing, nikasema nitakuwa different. Nikasema sitawahi kunywa. Na huyu anasema si baba yangu anakunywa, hata mimi nikunywe. So, wewe ndio unajua ile kitu ta magnify, ile kitu taweka juu. God is our great exceedingly reward. Abrahamu akona manuguniko na kufa. Hata wewe unasema nitakufa bila kazi, nitakufa bila kuoa, madems wananiona wanatoroka, wanaume wananiona wanaondoka. Hebu inua neno la Mungu uone, itakuwa ya baraka. Wakati naongea kama jana tulikuwa hapa na kipindi ya Shama ya Wendo, huwa tunaongea hizo mambo sana. Tutaziongelea mpaka za singles. But nataka nikuambie, God must be your priority. God must be number one. God must speak in your life. God must direct you. He must be your guide. He must be your word. He must be your way and your will. Because Jesus says, I am the way. You must not have your own way. You must not have your own will. Let you have the will of God. Na Mungu atabariki maisha yako. So siku ya leo, shida ni mzuri ama si mzuri? Shida ni mzuri sana. Shida inafanya mwanamke awe mwinjilisti. Shida inafanya Abrahamu awe baba ya mataifa. Shida inafanya barrenness, inafanya mke wake acheke, azae mtoto anaitwa kicheko, mtoto anaitwa Isaac. Kupitia shida ninaweza kuwa protected. Kupitia shida ninaweza kuwa nani? Ninaweza kuwa kept well. Ninaweza kuwa safe. So ukiangalia watu wa NGO, watu ambao, hiyo pia ni mfano, watu ambao wanakuja kutoka maybe Germany, America, wakati wanasema wanataka kusaidia, they cannot go to Karen. Wanaenda Mathare, Korogocho, Umoja, those places ndizo wanaenda. Na unapata watoto wengi wale wana accept, yes we have problem, wana accept kuwa sponsored, wana accept kusaidiwa, wanaenda huto to groups tudogo, wana learn computer, taekwondo, wana learn hiyo karate. Unapata hao watu in the future wanakuwa watu wakubwa, wanakuwa watu ambao wamesaidika. Lakini kuna wale tu wako kwa hiyo kijiji wanasema nitakunywa bangi, nitakunywa mpaka nikule mchanga, nitaishi bila ndoa, maisha hayana maana. Maisha yana maana sana when you have a keeper, when you are saved by God, when you have the protection of God, when God is your great exceedingly reward. So this evening, shida ni nzuri sana. Na niposa hata wakati tunaenda kwa masomo, tunasema shida ni mwalimu. Wakati uko na shida, ndio unakuwa na experience. You can do so many things. But wale watu wamekaa tu hivi, by the way, hata watu wenye wameajiriwa, if you don't think about doing another thing, wakati umeretire, unakuwa so hopeless. Many people become so hopeless and depressed. Ndiposa unaona watu wengi wako stressed. Wanaingia maisha hawajaikuwa nayo. Kwa nini? Hawakuwa na mpango ambao wanaweza ona hii njia moja haiwezi kunitosheleza. Abrahamu amekwama kwa Elieza. Mimi inaenda wapi? Ninaenda bila mtoto. Natakaye nimiliki ni huyu Mdamaski.
huwezi kufa na CV. You cannot die with that corona. You cannot. You are not supposed to die with corona. Corona has only 6 herufi, but God akona 3 na anazidilute anakuwa ni bigger. You cannot die because Kenya kuna Al-Shabaab. You cannot die because the world is saying negative things. When God says fear not my friend. When God says I am your shield, your keeper, your great reward. Don't listen to Satan. Satan kazi yake ni kudharaulisha kazi ya Mungu. Katika hii shida bado uko na Mungu. Vile alikuwa anaambia Ayubu. Ayubu ameingia, mke wa Ayubu anamwambia, wewe si utukane Mungu ufe. Wewe si wa kutukana Mungu. Mungu anasema katika Wathesalonike 5:18, mshukuruni Bwana katika kila jambo. Hiyo shida ulio nayo mshukuru Mungu. Biblia inasema verse 6, na ndio namalizia, neno la Mungu linasema alipoambiwa the guidance ambayo iko hapo, alipoenda kwa Mungu, aliamini Mungu akahesabiwa haki. So in this time, hata kama hana mtoto in the real sense, already ashakuwa father of nation. You might be in that situation still. You might be in that circumstance yet. But then when the word of God umeiweka juu, umechukua siogopi. Hata usiseme spangwigwi, useme siogopi, useme mimi sitamalizika, useme niko na neno la Mungu ananiprotect. Hivyo ndivyo itakuwa. Maneno yanaumba, imani inaumba. Imani ni fruitful. Ndiposa unaona amekuwa mwenye haki. So jioni ya leo ninapomalizia neno la Mungu, kwamba ujue hiyo shida ni mzuri sana. Hiyo shida inakusaidia. Nilikwambia nimeenda ngambo, na one of the times I went the far, na nikaenda so many nations, it was the time I had accident. When I was paid my money, I paid my ticket. So nataka kuambia hata wewe shida yako unaweza ita ya baraka. Mimi tu shida tudogo na tuchukuanga hivi na tuuliza wewe sasa na Mungu nani mkubwa? Unajua tutakaa na wewe tu hapa na bado nitaendelea. Huyu mwanamke Msamaria alipoendelea kuhubiri Injili, amehubiria wale alikuwa nao kwanza. Aliporudi kwa nyumba, alipata ule mzee ameboeka. Akamwambia, unajua nini, nilikutana na mwanaume mwingine. Na kwa sababu ilikuwa inajulikana hiyo ndio routine, huyo mwanaume alisikiza, mlikutana na mgani ukiwa umeniacha hapa? Akampea habari ya Yesu. Make everything positive for you. Make everything beautiful for you. Usiogope, usikuwa unajilani, usikuwa unajidunisha, usikuwa unajiona bure. Wewe ni wa maana machoni pa Mungu. Psalms 39, the Bible says, I am fearfully. You have joined my every part. Umeiunganisha vizuri, mtembeo wa damu niwe unajua. I am fearfully and wonderfully made. Shida cannot define you. Usikubali kuitagwa vile watu wanaitangwa. Kama unauza mifupa, wanaita joroge wa mahede. Usikubali kuitanishwa na hizo shida. Usikubali kuitanishwa na vitu mbaya. Itanishwa na yule Mkristo, yule wa imani, yule ambaye ako positive. Lakini watu wanakujua wewe ni yule negative. Everything ukiambia unapinga, everything unaiweka chini, unasema haiwezekani. Kwa Mungu kila kitu inawezekana. Abrahamu before apate mtoto already alikuwa father of nation in the spiritual realm. You can be in that problem, but when you have no fear, when you know that God is your protector, He is your keeper, He is your safety, He is your great exceedingly reward. Yeye ndiye anakupatia vitu zote. Hupati sababu unafanya kazi. Kazi ni mzuri. Unapata mshahara, unanunua vitu zote. But there are things like peace you cannot buy na mshahara. Happiness you cannot buy with mshahara. Watoto you cannot buy na mshahara. So siku ya leo ninapomalizia nakwambia ya kwamba siri ya shida ni kwamba uinue neno la Mungu liwe juu. Wewe usionekane, uwe umejificha. Wewe huonekani. So shetani hatakuwa na kitu ya kukuudhi nayo, ya kukujudge nayo. So atakuwa anaona Kristo. Wacha Kristo aonekane maishani mwako. Wacha Kristo atawale. Wacha Kristo aonekane. Niko na my friend na najua hawezi sikia vibaya nikimtaja. Huyu my friend anaitwa Peter. Alidevelop problem. Na I hope one day in this program or kwa another program nitamleta. Huyu ndugu
he is a blessing, a blessing, a blessing. Alipata shida kwa spinal cord na naongea hii nikimalizia. Lakini huyu ndugu kimpata, although haezi tembea, the smile on his face, anaendaga akiuza. Siku hizi nimeona anauza mpaka anauza mask, anauza vitu nyingi, anauza sweet, hata anaweza kukudelivia mahali huko na anadeliver na you think bado anatembeza kama wala watu wa online but hey, haezi tembea. So ako so positive in that situation niko nayo, I can still glorify God. Ukienda kwake endi anasema, anakutolea ushuhuda kwanza. We can be like Peter. Peter, I greet you and I know you always watch these programs. Na siku moja nitakuita katika hii bread of life and we share the word of God and we see how we are able to magnify God and then God is seen in our situation, not the problems. Si tuwe dim, tuwe kipofu kwa habari ya shida. Mungu ainuliwe. So nataka nitamatishe hapo na nataka niombe. Mpenzi mtazamaji, nimefurahi sana kwa sababu ya kunitazama. Asante kwa sababu ya kuita mtu, asante kwa sababu ya kumwalika mtu, asante kwa sababu najua hata hii link hautakuwa unakaa nayo kibinafsi. Vile nimekuambia, watu wa ukimwi huwa wanajitolea, wanatestify, wanaondoa aibu yao, wanatestify wasaidie wengine. Vile nimekuambia Peter na mama mwingine, nimekuambia Rose pale kanisani, alikuwa anaona kama shida ni shida, nimemsaidia naye anasaidia wengine kuhusu kutestify. Hiyo link tumia mtu, labda ataangalia saidike. Hiyo link tumia hata wale watu wako ng'ambo, labda wataangalia na maisha yao itabadilika. Hata wakiwa katika hiyo shida, Mungu awe juu. Na nakwambia, you only attract what you are. Kama wewe sasa zote unakuwa unakasirika, watu watasema wewe huyo hakanyangangwi. Lakini kama wewe unafurahingi, huyo ana shida, msalimie tu, hana problem. So hata kama ni mme, hakuna mwanaume anatakanga wale watu wamenuna, na hakuna mwanamke anatakanga wale watu tu saa zote ni ego, anataka waonekane. So be yourself, let God be revealed in your life and you utakuwa blessed. I love you all. Nasikia kuwapenda, ninawafurahia wakati mnaingia katika hiki kipindi, na mkumbuke Valentine's Day, Shama Wawendo, tutakuwa pale kanisani Soul Winning Revival Church, Umoja 3 pale Kangudo Road opposite Benros ama opposite Mama Lucy Hospital, na itakuwa ya baraka. Mpenzi mtazamaji, namba yangu ni 0723160063 0723160063. Wacha nikuombee tumalize ibada ya siku ya leo. Natumai umebarikiwa. Huwa napata message nyingi. Leo sitaweza kusoma message zenu, lakini nitakuwa na kujibu wakati mwingine na mwingine, sababu leo nitaombea watu kadhaa ambao waliniambia niwaombee. So funga macho, dharau hiyo shida yako, dharau hiyo kishida uko nacho, hiyo situation imeinuka, hiyo hali imeinuka, idharau. Wacha tuweke Mungu juu na utaona hiyo time nyingine nitakuja na maombi ya kushukuru. Falme mwenye nguvu, Baba mwenye vitu vyote, wewe unatujua hata kabla hatujajijua. Wewe Bwana unatubariki hata kabla hatuhitaji hizo baraka. Ninaombea mtazamaji ambaye Bwana siku ya leo umetupatia neno lako ya kwamba kuna siri katika shida, na hiyo ni kusikia Bwana wa rehema neno ambalo unalisema tuliinue zaidi ya zile tunapitia, kama mwanamke Msamaria, kama Abrahamu aliyekuwa amejaa manunguniko, lakini alipochukua neno alifanywa kuwa mwenye haki. Alipoliamini alifanywa kuwa mwenye haki, akafanyika baba wa mataifa katika jina la Yesu. Shida hii ya magonjwa iliyo na mtazamaji, shida hii ya delay katika maisha yake, twainua neno la Mungu linalosema mnaponiita nitawajibu mara, mnapokuwa mnaongea nitasema niko hapa. Oh Bwana, huyu ambaye alikuwa amevunjika moyo, anasikia kuwa watoto na ajiue, anasikia kufuta kazi, anataka kutoka kwa hiyo kazi. Wengine wamekosana na bosses wao, wanasikia wamechafuka moyo. Siku ya leo Bwana, wasiweke ego zao, wacha wewe udhirike, wacha wewe uonekane vile Yusufu alitaka wewe uonekane alipoacha gown yake na mke wa Potifa. Jehova, ninawanenea hii neno ya kwamba Bwana wasiogope. Hata yule ambaye ni mgonjwa, huyo ako kwa kitanda anataka kujifungua,
wameambiwa, wengine wameambiwa wanaingia CS. Ninatangaza na kusema neno la Mungu linasema sio lazima ukatwe, uchungu wa kiungu kujie sasa hivi. Hautapita hiyo, utapita njia ya kweli ya kiungu na uchungu ambao Mungu ameweka katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Huyo bwana ambaye wamekosana na boss, tunatangaza amani, maana sisi tumeondoka hiyo machafuko ya shetani, tumeyachechemesha chini ili wewe uinuke. Bwana, wale ambao wako katika nchi za Gulf wanasikia kwamba wamechoka, wanasikia wamefungiwa, kuna njia yako mwafaka. Ulimtoa Abrahamu nje ukamwambia tazama, alipoamini hakuona mtoto, alipoamini vile umesema, maana ulisema watoto wake atakuwa kama hiyo nyota, yeye alianza kuona watoto. Jehova, ninawaombea wakaone upenyo, wakaone baraka, wakaone kufaidika, wakaone uponyaji, wakaone kuinuliwa katika jina la Yesu. Bwana, ninapindua hii midomo yao ambayo ilikuwa imejaa manunguniko, ambayo ilikuwa imejaa kujidunisha, matusi, maneno mabaya, negative. Siku ya leo ninapindua kama vile sauti na maneno ya mwanamke Msamaria ambayo tumehubiri siku ya leo ilibadilika, akasema njooni muone, wakasema anaweza kuwa niye Masaya, na kweli alikuwa Masaya. Naomba midomo hii ishuhudie Masaya. Naomba midomo hii iongee uzuri na ukuu wa Mungu, maana Jehova, neno lako linasema katika kitabu cha Ufunuo, walishinda kwa sababu ya ushuhuda wa midomo, wa maneno ya midomo yao, na kupitia damu ya mwana kondoo. Bwana, wale walikuwa chini wainue, Bwana, uwe thawabu yao kuu. Bwana, wale ambao wamekaa mahali kuna uhatari, Jehova, kuwa their shield kwa jina la Yesu. Ndoa zina hatari, watoto wao wako kwa hatari, kazi zao ziko kwa hatari, makanisa yao yako kwa hatari, urafiki wao uko kwa hatari. Ninanena the shield of God to be their shield today kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa watazamaji wote, hata wale wote waliniambia niwaombee. Ninawaombea heri na baraka zako Jehova. Kuna wale Bwana ambao wanajiunganisha na mahubiri kila wakati na wanatoa sadaka zao, wengine hata wanatoa zaka zao, wengine wanatoa fungu za 10, wengine wanajitolea kulipa. Mungu Bwana, hiyo milango na moyo unaowapatia, na waombea wawe fruitful kama vile Abrahamu, wafanyike nguvu kwa sababu ya neno lako katika jina la Yesu. Wewe ni mwema na wewe ni mwaminifu. Maisha yetu yamebadilika kwa sababu shida does not define us, your word does. Kwa hivyo Bwana, neno lako usiogope. Bwana, neno lako ambalo linasema wewe ni ngao, neno lako linasema thawabu kuu, wewe ni wewe, thawabu yetu kuu. Bwana, tunaiamini katika ibada ya siku ya leo katika jina la Yesu. Tunakuheshimu kwa sababu ya wote ambao wanakuanga katika Sky Cable mpaka producer. Bwana, tunawaombea baraka na neema zako uwe pamoja nao. TV hii tunaomba Bwana ijae neno, watu wapende neno, watu wajae imani, watu wa magnify neno la Mungu. Hata mengine yote tunayoyafanya yanakuwa kukubalika kupitia neno lako, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Shalom, shalom, shalom. Ubarikiwe, tuonane Tuesday. Shama Wawendo. Amen.